Jamani dadi, nilikumisi ujue, na leo nimekuletea zawadi. Esther, umefuata nini nyumbani kwangu na nani amekuonesha location hapa? Esther anasema mimi sio nakupenda na nimekufuatilia, nimegundua unaishi hapa dadi wangu, na leo ongera kwa kuzaliwa. Ninayo special kubwa hii hapa, gari nimekununulia. Hivyo mchizi kalikataa ile gari, kamwambia Esther, ondoka, sitaki zawadi yako. Leo ni siku yangu ya kuzaliwa, kwa nini unaninunulia gari? Hivi Esther, wewe unaonekana ni kichaa wa mapenzi. Ndio hivyo. Sasa sikiliza, mimi sikutaki na hiyo zawadi yako, washa gari, ondoka, sikutaki hapa. Jamani, hii zawadi mbona ni gari nzuri tu. Sikiliza dadi, hii gari kwa ajili yako na ni zawadi. Oya, siku ya kuzaliwa kwa huyu mshikaji ameweza kuletewa zawadi na mpenzi wake, zawadi la gari, lakini mshikaji kalikataa. Udada anaitwa Udala. Sasa Udala amefika hapa, ndipo nyumba anayoishi yeye na mchumba wake anaitwa Danieli. Na mlinzi kamkatalia. Mdau amefika meneja, nashukuru umefika. Meneja anamuuliza, "Wewe unafanya nini hapa?" Sikiliza, hii nyumba tayari kodi yake imeisha, kwa hiyo ondoka. Samani, hii nyumba haijaisha kodi. Mbona niliweza kumpa Danieli aweze kulipia hii nyumba? Sasa unaniambiaje imeisha? Au ni plani wewe unanitania? Mimi sikuelewi meneja. Meneja, mimi namshangaa mwanamke, tangia muda ananisumbua, anakuja hapa. Hii pesa haijalipwa anayoizungumza. Samani Esther, hii nyumba bado haijalipiwa, kwa hiyo ondoka zako. Hivyo meneja akamwambia kwamba aondoke hapa. Esther ana kwa kwenda, na aliweza kumpatia mpenzi wake wa kumitaga Danieli aweze kulipia hii nyumba, lakini hatimaye Danieli akaondoka na hizo pesa na kulipia. Hapa Esther akanamwambia mshikaji aache planki, yani yeye amechoka, anataka kapumzike, kwa hiyo asimsumbue. Na mshikaji anasema, Esther, samani, ni kwamba hii nyumba tayari imeuzwa, kwa hiyo huyo uliyempa Danieli pesa alipie bado hajailipia, na samani, kwa sasa hivi tumepata mpangaji mpya. Vipi? Usikiliza, hebu kachukue mizigo yako na uondoke hapa. Mlinzi kamchukulia mizigo yake huyu na aondoke. Basi mpigie huyo Daniel, labda umuulize kuhusu hizo pesa, vipi amelipia au hajalipia. Jamani bosi, nampigia lakini simu yangu apokee kabisa. Mimi nimechoka. Umechoka wewe mlinzi? Nimekwambia hivi, funga geti na aondoke zake. Jamani mlinzi, fungua geti basi. Dada maskini ya Mungu anafukuzwa na meneja wa nyumba hii. Jamani Daniel, kila akipiga simu ni kwamba Daniel apokee simu. Anasema sijui hapa Lagos nitaenda kwa nani. Basi akakumbuka kwamba hapa mjini kuna dada yake. Kweli bwana, kafika hapa akakutana na dada yake. Huyu dada yake anaitwa Tonia. Akaanza kumsimulia hapo kwamba kuna mwanaume nimempa pesa na nimempa pesa zangu zote aweze kuilipia nyumba, lakini mwisho wa siku hajailipia hiyo nyumba, na nimefika sasa hivi naambiwa kwamba kila kitu kinihusu pale, kwa hiyo nimefukuzwa. Dadangu, hebu fikiria hiki kitu kingekutokea wewe ingekuwaje? Hivyo Tonia anamfokea sana mdogo wake kwamba mdogo wangu una akili kweli, miaka hii ya kumpa mwanaume pesa, yani mdogo wangu kweli, yani wewe ni mpuuzi. Dada, usiseme hivyo, mimi sio mpuuzi. Sasa kama sio mpuuzi, kwa nini unampa pesa zako zote mwanaume? Hivi bado na mambo ya kishamba unapenda, yani unazama mpaka mazima, unazama mpaka na viatu. Acha ujinga huo mdogo wangu. Sasa hivi watu wanapenda kidogo, unaingiza kichwa tu au uingize hadi miguu. Dada, lakini sasa mimi sielewi nafanya nini sasa hivi, sina plani yoyote ile. Hivyo dada akamwambia, mimi siwezi kukusaidia, labda utafute tu kazi, sababu wewe ukipata kazi unaanza kuonga. Haya, ulimfuata Beni, ukamfuata na Nduka, wote hao umeweza kuwanunulia simu, na wengine kina Timos ni waizi wakaweza kuibia. Sasa hivi tunaenda kumpa pesa Daniel. Mimi kikitu yani sifagilia hata kidogo. Mimi nakuona ni mpuzi. Haya, utakaa hapa lakini kwa masharti. Usimpende mwanaume tena, sawa? Dada, nisimpende tena nani? Kweli sasa hivi sipendi tena, mapenzi yameniumiza. Haya bwana, tunatupwa asubuhi mapema hapa. Tonia ameamka lakini udada amelala. Esther, hebu amka, kumekucha. Esther, vipi? Nenda kaoge bwana. Dada Tonia, natamani nipumzike kidogo. Wewe ni maskini unatamani kupumzika. Hebu sikiliza, matajiri ndio wao wanapumzika, wewe sasa hivi nenda kazini. Lakini hapa akasema kumbe maskini ndio wao analala. Hapana, nimekwambia hivi, matajiri kidogo ndio wao analala. Sisi maskini huwa tunawahi kuamka ili tukatafute kitu chochote kile. Basi ikabidi aamke na aende huko kazini akatafute kazi. Mzigo unatutupa upande wa pili hapa. Tunakutana na huyu mwamba. Huyu mwamba anaitwa Mr. Kalu. Na Mr. Kalu leo anawaza kutafuta funguo ya gari ya Ioni hapa. Baby wake anafika hapa. Tamani, umeona funguo yangu ya gari? Jamani, funguo ya gari si uliacha chumbani? Basi udada anakimbia anaichukua funguo ya gari na anamletea hapa. Baby, funguo ya gari hii hapa. Hao wawili wanapendana, hapo kwenye ndoa takriban miaka 15. Na bidada anasema, "Hakikisha leo unakuja kupata chakula cha mchana, sawa?" Hivyo mwamba akasema, "Baby, labda nikiwahi kutoka kazini nitarudi kwa ajili ya kupata chakula cha mchana." Anamwaga hapa mpenzi wake na anaondoka zake.
ngoma inatutupa mtaani huko. Nakutana na Udala anaingia mtaani kutafuta kazi. Anasimamishwa. Hello, samani madam. Bila samani, niambie. Kuna nyumba naitafuta namba 7B. Mtaa unaitwa Michael Solomon. Vipi, unaujua? Namba 7B, mtaa unaitwa Michael Solomon. Sawa. Mtaa na ufahamu. Basi ikabidi amueleze hapo kwamba unaenda mbele hapo, afu unakata kulia. Kisha kata kulia dakika kama kadhaa hivi unaulizia hapo ndo mtaa wenyewe. Kwa hiyo naendesha gari mpaka kule mbele, afu nakata kulia. So ndo hivi. Basi sawa, nimekuelewa. Ili mwamba akasema kwa sababu naenda huko naomba nikupe lift. Bidada akakataa akasema samani mimi nitatembea tu. Haya, nashukuru. Basi sawa, Mungu akubariki. Hivyo mchizi anaondoka zake na bidada anamwaga hapo. Bidada narudi nyumbani usiku amechoka. Hakuna kazi yoyote aliyoipata. Esther, nini kimetokea siku ya leo? Umeweza kupata kazi? Ila Esther anamwambia, I say, nimeweza kutafuta kazi sijapata. Sasa hivi tangia niachane na Daniel ni miezi 3. Mpaka sasa hivi sina kazi. Hili limekuwa ni tatizo kubwa. Sawa, naomba tutoke usiku wa leo tujaribu kwenda kutafuta hata mabwana huko. Maana tutakuja kufa hapa. Kwa hiyo unataka kuniambie twende wapi? Na nakwambia hivi, hadi simu yangu nimeibiwa. Simu imeibiwa? Sasa bidada amezunguka Lagos, anasema bora arudi kijijini. Maana ameibiwa hadi simu. Hapo alipo hana hata simu. Hapa bidada Tony akanamwambia ndo maisha. Wewe ukirudi kijijini unafikiri nini ambacho kitatokea? Ikiwezekana tu tuendelee kuishi hapa. Tupambane. Hebu twende tukapate kinywaji kidogo siku ya leo, labda tutatuliza ubongo. Kweli bwana, wakafika mitaa hii wanatamani wapate kinywaji. Sasa wakawa wametoka out, wamependeza kinoma noma. Tau ndo asante mheshimiwa. Basi Mr. Kalu Timi wanaondoka zao, wanawacha hao warembo. Siku zinapita, tunamwona Mr. Kalu anawasiliana sana Esther. Anasema nataka niongee na Esther. Sawa mkuu. Esther, we Esther, Mr. Kalu anapiga. Mister, vipi? Salama, mzima we my love. Nashukuru kwa pesa ulizonitumia. Usijali. Hizo pesa ni kwa ajili ya mrembo kama wewe. Basi Mr. Kalu akamwomba waweze kukutana usiku wa leo. Ila bidada akawa na goma hivi. Mr. Kalu akamwambia nataka nikutoe out nikakununulie nguo. Bidada akasema sawa mkuu. Na hapa anamwambia Mr. Kalu niambia kwamba anataka nitoe out. Sasa sikiliza, naweza kukupa na hela 500. Sasa unafikiri na hela 500 hapa mjini ungeipata wapi? Sasa sikiliza, hii biashara usipoteze. Hebu twende tutoke. Basi wakapanga pamoja wakatoka out. Kweli bwana, Mr. Kalu watoa wote wawili na kawaleta huku sehemu ya kununulia nguo na anawaambia nunueni kila kitu mnachokitaka. Kitaka mchukue hata duka nzima mimi nitalipa. Basi bidada akasema sawa. Oya, unawaambia walichagua kinoma noma. Na mara baada ya kumaliza kuchagua wanarudi nyumbani. Wanavyofika nyumbani kushangaa tu mazawadi kibao. Bidada anasema na hizo zawadi nyingine zimetoka kwa Mr. Kalu. Leo ni siku nyingine tena. Oya, Tonia anashangaa zawadi zipo ni nyingi balaa. Vipi? Zote hizi ni za kwako? Za kwangu, zote zimetoka kwa Mr. Kalu. Jamani, huyu mwanaume ni kweli anakupenda. Basi huyu dada akaanza kusema, yani hivi unafikiri hapa Nigeria utapata mwanaume gani ambaye anaweza akakupa gari akakununulia nyumba? Mr. Kalu ameniahidi kwamba ataninunulia nyumba na atanipa gari. Kwa hiyo yani huyu mwanaume nimeanza kumchukulia ni mwanaume wa maisha yangu. Sasa huyu dada akipenda huwa anapenda kiukweli kweli. Na anaambiwa kwamba hiyo nyumba ninaenda kuiishi kuanzia siku ya kesho. Hivyo anamsimulia Tonia mambo mengi aliyomfanyia Mr. Kalu. Tunatupwa asubuhi mapema hapa. Bidada Tonia anapigiwa simu kwamba nina mzigo niko hapa langoni. Basi bidada nakata naenda kuangalia mzigo gani huo. Ile kufungua mlango ameenda kuchukua na namwambia hii ni zawadi kutoka kwa Mr. Kalu. Anaweza kununulia simu. Sasa sijui simu gani. Bidada anashtuka ni simu. Sababu alikuwa na simu, ikabidi afungue humo ndani. Nini kilichomo? Kuangalia ni macho manne iPhone, yani iPhone 16. Umenunuliwa iPhone 16? Basi ni vicheko tu. Mungu mkubwa. Sister, kweli huyu mwanaume ni wa maisha yangu. Haijalishi anipendi au ananipenda. Kwa hii simu mimi nitampenda kinoma noma. Saluti sana Mr. Kalu. Oya, alivyonunuliwa simu mwezi amini kaamua kulala na Mr. Kalu. Usiku wa leo Mr. Kalu anasema, wewe mwanamke ni mzuri sana. Yaani ni katika miongoni ya warembo katika dunia hii nimeweza kulala nao kwenye hiki kitanda na umenifanyia mambo mazuri ni wewe hapo. Muda huo naye dada anasema nashukuru na wewe pia kwa kununulia simu. Haya, Mr. Kalu ni masifa tu. Sasa huyu bidada asijue kwamba Mr. Kalu yupo kwenye ndoa. Na anashindwa kabisa hata kumuuliza. Hicho kitu kwake amesahau kabisa kumuuliza kwamba wewe umeoa. Ila Mr. Kalu hapa kamwambia na hapa bado. Siku ya kesho ninaenda kuonesha nyumba ambayo nimekununulia. Dada ni vicheko tu. Mapema hii asubuhi sasa uwezi amini. Nakuja kumuonesha Tonia nyumba ambayo amenunuliwa. Esther, nimekuita mara 3. Ina maana Esther hii ndio nyumba ambayo umenunuliwa na Mr. Kalu? Esther nakuja anamwambia ngoja uone. Kaingiza password hapo na anazama ndani. Ndio fika ndani humu. Oya,
Tony aliweza kushangaa kitu cha ajabu, yani kutoka umaskini mpaka kuwa tajiri. Aisee, mwenzangu kweli una nyota. Niambie, ulienda kwa mganga nani hapa? Bidada akasema usijali my dear, sikwenda kwa mganga wala nini. Nakuja, ngoja nilete kinywaji tunywe. Alete wine kidogo wanywe. Udada ni mshamba kinoma. Akawa anaangalia anasema, "Da, hivi vitu mimi sijaivionaga." Na mara baada hapo analeta wine. Anamwambia Tony, "Samani sana, huyu mwanaume yani ameweza kunileta town. Yani ni mwanaume ambaye sijaipataka kumuona na gani zaliwe. Amesahau kwamba mapenzi huwa yanamuumiza." Hapa Tony anasema, "Hii nyumba ni nzuri. Vipi? Kwa hiyo amekununulia au amekupangishia?" "Hii nyumba ni ya kwangu kabisa. Yani ni eneo langu mimi mwenyewe. Hajanipangishia ila ameninunulia. Ati ninazo mimi." Aisee, waliweza kuenjoy pamoja hapa. Mzigo unatutupa nyumbani kwa Mr. Kalu hapa. Kutana na Mrs. Kalu na msindikiza Mr. Kalu. Mr. Kalu siku ya leo anamwambia mke wake kwamba atasafiri, atenda kukaa mwezi mzima. Kwa hiyo kama kuna kitu chochote kile atakuwa anampigia. Hivyo asijali, anaenda kwenye biashara huko. Oya, tukutane kwenye comment hapo. Eti mwanamke uko tayari mwanaume aende akakae mwezi kwa ajili ya biashara na kuache peke yako nyumbani? Tukutane kwenye comment hapo. Baada ya hapo tuendelee na movie yetu. Na hapa Mwamba anasema nitakumisi kinoma noma. Na bidada naye anasema mimi pia nitakumisi. Ujue yani uwepo wako huwa unanichanganya. Na Mwamba akasema hivyo hivyo. Basi akasema sawa, kwa sababu ni kazi, wewe nenda tu. Anamkumbatia hapo bidada na kisha Mwamba anaondoka zake. Mzigo unatuleta nyumbani kwa Udala huko. Na uwezi amini, Udala anampokea huyu Mr. Kalu. "Oh jamani daddy. Hey, daddy jamani. Siamini kama umekuja." Sasa huyu Mr. Kalu alimwambia hawa anaitwa daddy, na kwa sababu unajua kina daddy ni wana pesa. Sikia baby, ujue wewe hauna pesa zile kubwa. Basi Mr. Daddy, aisee unanichanganya. Bora umekuja aisee. Nilikumisi kinoma noma. Haya, wanaingia mpaka ndani hapo. Walivyofika ndani tu dada akaanza kumsifia. Akasema bora umekuja. Na hapa dadi akasema mimi nitakaa mwezi mzima hapa. "Haya dadi, acha bwana kuongea hivyo." "Sawa, nashukuru. Haya, leo nataka kwanza kabla ya yote tunywe alafu tufurahi, au unasemaje?" "Sawa Esther." Jamani Esther unaongea kinoma noma. Na baada hapo Esther anaenda kuchukua kinywaji, wanaanza kunywa pamoja. Oya, wanaburudika, wanakula raha za dunia. Na mara baada ya kuburudika wanakuja kumaliza burudani huko kitandani. Kweli bwana, mzee anaucheza hapa. Wanacheza dakika zote 90. Mzee anasema, aisee una utamu wewe. Yaani una sukari. Mapenzi yako ni ya burudani kinoma. Nimeenjoy leo." Haya bwana, siku zinazidi kwenda na hii ni wiki moja. Bado mshikaji Mr. Kalu yupo na huu mchepuko. Oya, mchepuko umependa kinoma, umezama mazima. Hujui kama huyu ni mme wa mtu bwana. Basi mchepuko unamlisha nini, wanaenjoy maisha kama hivyo. Siku zinavyozidi kwenda, hapa zimebaki siku 2 aweze kurudi Mr. Kalu nyumbani kwake. Huyu bidada anaendelea kumkandakanda. Wanaendelea tu kula bata hapa. Huku akimkanda anamwambia nitakutumia pesa nyingine, wewe usijali. Na zani kesho kutwa naondoka. Tunajua kwamba kuna sehemu naenda kufanya biashara. "Sawa dadi, wewe usijali, wewe nenda tu, najua utakuja." Haya bwana, mida night shikaji ni amemchoka kinoma noma. Na hapa bidada anaanza kumgusagusa Mr. Kalu. Mr. Kalu anamwambia, "Niache bwana." Hizi ni dalili kabisa za kwamba Mr. Kalu ameuchapa ududu mpaka kachoka. Ila bidada hajachoka, kwa sababu bidada ana ugonjwa wa mapenzi, ana ugonjwa wa kupenda. Kwa hiyo amempenda huyu mazima, mme wa mtu. Asubuhi kumepambazuka, mchizi anamwaga, mwambia kwamba atarudi mapema, hivyo yeye asijali na pesa atamtumia za kutumia miezi 3 mbeleni mpaka atakaporudi. Anaenda kwenye biashara. Huyu mchizi akamwambia kwamba anaenda kumaliza biashara na atarudi hapa. Na baada ya hapo anaenda kumalizia kuchapa kimoja na narudi nyumbani kwake. Tunarudishwa nyumbani kwa mchizi na tayari ameshafika hapa. Nakuta yuko na huyu mwanamke wa kumtaga Mrs. Kalu, bado anambembeleza na anamwambia kwamba biashara imeenda salama. Oh Mungu wangu, biashara yenyewe kumbe ilikuwa ni mchepuko. Mwanamke angejua. Basi baada hapo anamwambia mbona kuna mtu anakupigia simu, pokea. Anamwambia huyu rafiki yangu anaitwa Timmy na siwezi kupokea kwa sababu nilisafiri muda mrefu, sasa hivi wacha tuenjoy kwanza maisha. Basi bidada kadanganywa kwamba anaipiga simu ni rafiki yake. Mida ya usiku, uwezi amini, huyu bidada akumtaga Udala kabidi ampigie simu Mr. Kalu. Akamwambia Mr. Kalu, dadi pokea simu basi. Oya, dadi apokee simu. Kisha anaamua kupumzika. Sasa wameweza kukutana club huku na Mr. Dadi. Dadi anasema, "Hivi wewe acha kunipigia simu." "Dadi, niache kupigia simu kivipi? Nina wasiwasi na wewe kwa sababu ulikuwa pokea simu zangu na nimekumisi. Bila wewe siwezi kuishi." Mr. Dadi akamwambia, "Hebu kaa kimya. Hivi unanipigia simu, ujui kwamba mimi ni mme wa mtu?"
Jamani, mimi nilikuwa sijui kama mume wa mtu, kumbe mume wa mtu. Haya, sawa, naomba nisamee basi. Kumbe ni mume wa mtu jamani. Ndio Esther, mimi ni mume wa mtu. Kwa nini mwanzoni kuniuliza kwamba mimi nimeoa? Unafikiri umri wangu wote huu nitaishi bachelor? Hivi Esther, una akili wewe? Mimi ni mume wa mtu. Kwa hiyo acha kunipigia simu, sawa? Utakuja kuvunja ndoa yangu. Kuanzia leo usiunanipigia simu, sawa? Mimi pesa za matumizi nitakuwa nakutumia. Maana ukiendelea kupiga simu utakuja kuharibu ndoa yangu. Sawa Esther? Muda huo anakuja Timi rafiki yake. Anasema, "Da bosi, umeniita." Na hapa dadi anamwambia Esther, "Ondoka, nataka niongee na rafiki yangu." Basi Esther anaondoka zake. "Sawa dadi, bye bye. Nakupenda sana." Dadi akamwambia, "Nitakutumia pesa." Kisha bidada anajichenga hapo. Wanabaki hapa dadi na mshikaji hapa. Sasa Timi anamuuliza, "Nini unagombana na udem?" Mshikaji akasema, "Uwezi amenipigia simu mpaka usiku wa manane." Meneja. Ndio hivyo. Sasa mimi simtaki kuanzia sasa hivi. Nimemchoka. Penzi tumefanya yani mwezi mzima. Kwa hiyo sasa hivi sina hamu naye. Haya, huyu inaonekana ni malaya au? Basi achana naye, kuwa na uhuru tu, sawa? Haya, wakamaliza kupiga story hapa Timi pamoja na mshikaji Mr. Kalo. Ngoma inatutupa huku nyumbani. Sasa tunakutana na familia mbili ya Mr. Timi pamoja na Mr. Kalo. Na hapa Mr. Timi anasema kwamba sisi shemeji, hii ndoa yenu iko vizuri. Yaani ndoa yenu mwanaume anakupenda kinoma noma. Hawezi hata kuchepuka. Kumbe Timi anajua kabisa hiki kidume huwa kinachepuka. Na mara baada ya hapo wanagonga chazi pamoja na wanakula pamoja nini, wanaenjoy maisha kinoma noma. Sasa leo ilikuwa ni siku ya kuzaliwa huu mwamba hapa. Na mshikaji akasema, kuna simu imeita hapa, hebu nikaipokee nje mara moja. Na mwamba anamwambia Timi, "Hebu twende ukaongee nao, itakuwa ni biashara." Na mtoa hapo Timi. Timi anasema, "Sawa, nakuja." Muda huo ametoka nje na hapa mshikaji anamwambia, "Sasa sikiliza, Esther ameweza kuja hapa. Naomba umtoe basi." Timi anasema, "Kwa hiyo inakuaje?" Sijui, hebu ngoja nimsikilize kwanza nini anakitaka. Lakini Timi akasema, "Hii inawezekana tatizo." Sawa, hebu nenda kamtoe mwenyewe, asije hapa, maana akija hapa ametuharibia wote hapa. Wote tutaonekana wauni, sawa? Hivyo mwamba anaenda kumtoa Esther. Kweli bwana, anafika hapa na Esther anamwambia, jamani dadi, nilikumisi ujue na leo nimekuletea zawadi." "Esther, umefuata nini nyumbani kwangu na nani amekuonesha location hapa?" Esther anasema, "Mimi sio nakupenda na nimekufuatilia, nimegundua unaishi hapa dadi wangu. Na leo ongera kwa kuzaliwa. Ninayo special kubwa. Hii hapa gari nimekununulia." Hivyo mchizi kalikataa ile gari, kamwambia Esther, "Ondoka, sitaki zawadi yako. Leo ni siku yangu ya kuzaliwa. Kwa nini unaninunulia gari?" "Hivi Esther, wewe unaonekana ni kichaa wa mapenzi." "Ndio hivyo. Sasa sikiliza, mimi sikutaki na hiyo zawadi yako, washa gari, ondoka, sikutaki hapa." "Jamani, hii zawadi mbona ni gari nzuri tu." "Sikiliza dadi, hii gari kwa ajili yako na ni zawadi." Oya, siku ya kuzaliwa kwa huyu mshikaji ameweza kuletewa zawadi na mpenzi wake, zawadi la gari, lakini mshikaji kalikataa na kamwambia, "Ondoka, kaliuze hilo gari na hizo pesa utakuwa unazitumia mwenyewe, sio mimi, na marufuku kukanyaga kwenye nyumba yangu." Jamani dadi, sasa uwezi amini, hapa ndio unakuwa mwisho wa mapenzi yao. Lakini bidada hakutaka kabisa kukoma, kaendelea kubembeleza, ila dadi kamfukuza hapa. "We dereva, hebu ondoka na huyu mwanamke." "Sawa mkuu, ngoja niondoke naye." Basi bidada alirudi nyumbani amechoka kinoma, amekataliwa na mpenzi wake. Huyu dada amekuwa ni mwanamke wa kuachoachwa. Sasa leo akiwa club huku amelewa kinoma noma. Na mshikaji hapa, huyu mshikaji anaitwa Peter, akamwona huyu dada amelewa. Basi kajisogeza mpaka pembeni hapa, kaanza kumsemesha, ila dada amelewa. Anamwambia, "Excuse, give me alone. Yaani kaa mbali na mimi, sawa? Hapa nimelewa, sihitaji kusikia kitu chochote." Hivyo mwamba akamuuliza, "Vipi, naweza nikakupa msaada?" "Msaada? Sawa, kama unapajua kwangu nipeleke." Hivyo mwamba akamchukua na akampeleka dada huyu nyumbani kwake. Sasa uwezi amini, mshikaji aweza kumchukua dada, kambeba mpaka nyumbani kwake, kamweka hapo chini na kaondoka zake. Ngoma inatutupa siku nyingine tena hapa. Nakutana na udala anaenda kugonga kwa Mr. Kalo. Sasa akiwa anagonga hapa, odi jamani, anatokea Mrs. Kalo. Jamani, wewe ndo Mrs. Kalwe bila kukosea, si ndo wewe? "Wewe ni nani?" "Mimi ni Esther. Samahani kwa kuchelewa. Kuna kitu nataka nizungumze na wewe. Ni kitu cha muhimu." "Kitu gani hicho?" "Ni kuhusu mimi na mume wako." "Mume wangu mimi?" "Ndiyo, mume wako." "Haya, tuingie ndani." Kweli bwana, wakakaa hapa. Bidara kamuuliza, "Vipi, Mrs. Kalo yuko?" Na bidara akasema, "Samahani kwa yote nitakayoenda kuongea. Mrs. Kalo hayupo." "Sawa, wewe ndo nataka niongee na wewe. Naomba uvumilie. Lakini mimi nina hisia. Nataka niongee kama mwanamke, yani tuongee mimi na wewe. Naomba unipe ruhusa ya kutoka na mume wako." "Unasema nini? Hivi una kichaa wewe? Ruhusa kutoka?" "Ndio. Yaani atakuwa anakuja nyumbani kwangu siku za Jumapili, Jumamosi. Yaani mimi nikuruhusu mume wako?" "Ndio, niruhusu." Sasa huyu dada ni kichaa, mapenzi yanamsumbua. Eti anaenda kwa mke wa mtu, mwambia naomba mume wako niweze kutoka naye. Huyu dada amechanganyikiwa. Basi huwezi amini, huyu mwanamke ikabidi amfukuze. "Toka hapa, toka hapa." Akamtimlia mbali huko.
Huyu mwanamke ni kichaa. Haya, mida hiyo mshikaji anarudi. Baby, nini? Mbona kama unahuzunika? Nini ambacho kinakufanya huzunike hivi? Mr. Kalu, hivi wewe una kichaa? Kichaa nini? Mbona sikuelewi baby? Hivyo bidada ikabidi amfungukie. Kuna mwanamke amekuja hapa anaitwa Esther na ameniambia kwamba eti nimpe ruhusa ya kutoka na wewe. Baby, huyo mbona ninamjua, ananisumbuaga sana. Nilimwambia mimi nimeoa. Ulimwambia umeoa nilimwambia mimi nina mke. Ila tuachane nayo. Mimi simtaki kabisa, sawa? Sasa kama humtaki kwa nini unatoka naye? Nimeambia umetoka naye. Sasa sikiliza mume wangu. Hii ni mara ya mwisho. Yaani mimi eti nimpe ruhusa. Siwezi. Hii ni mara ya mwisho yani kukupa onyo. Basi Mrs. Kalu akampa onyo kubwa sana huyu mume wake asije akajaribu tena kutoka na huyo mwanamke. Baada ya miezi kadhaa kupita, tunamuona Peter amekuwa ukaribu na huyu dada. Na huyu dada sasa hivi ameanza kumsahau kabisa Mr. Kalu. Na mwamba akasema kama utojali naomba usiku wa leo tutoke. Hivyo dada anakubali. Kweli bwana, ule usiku akatoka na akapiga stori nyingi sana na Peter hapa. Na bidada akaeleza hisia zake kwamba yeye ni mwanamke wa kupenda wanaume tu na wanaume mara kadhaa huwa wanamtelekeza. Hivyo mwamba Peter akamwonea huruma sana udada. Basi akawa anampa tu maneno ya kumfariji hapo na akasema ngoja tuendelee kunywa tu. Baada ya hapo tunatupa upande huu kwa nje. Kukutana na Mr. Kalu pamoja na Timmy. Sasa bidada akamwona huyu mwamba kabeba jabali na anataka ampige nalo. Mwamba akamuuliza, we binti mdogo, unataka unipige na hilo jabali au mbona huna akili? Haya, nipige kichwa changu hiki hapa, nipige. Hivyo bidada akasita kumpiga. Mwamba akasema kama ni kuhusu hela mimi nitakutumia, ila achana na familia yangu naipenda, sawa? Sitaki mimi niharibu familia kwa ajili yako wewe. Acha kunitaita dadi, sawa? Kwanza leo wewe sio mai wangu. Timmy, huyu kwanza leo sio mwanamke wangu, nitaka nimchezee tu. Eti ananiita dadi. Hii michezo mimi nimeichoka. Wewe mwanamke, kwanza leo sitaki kabisa mazoea na wewe. Jamani, unajua mimi nakupenda, ni katika dunia hii siwezi kumpenda mwanaume mwingine, ni wewe tu. Timmy anasema, "Muelewe basi. Alitaka tu akuchezee. Kwa hiyo alitaka nichezee." "Ndio, nitaka nikuchezee." Ile bidada kaicheki jabari kaamua kulitupilia mbali. Na baada ya hapo anamwambia kwamba atamtumia pesa za maisha yake na asije kumtafuta tena. Hivyo bidada anatumiwa pesa mingi na mshikaji na anamwambia, "Yaani wewe usije tena ukaja nyumbani kwangu, kuanzia leo ndio mwisho mimi na wewe kuona sura yako." Mimi wewe hapo. Bidada kuamini aisee. Baada hapo Timmy anasema tuondoke zetu na wanaondoka zao, wanamwacha bidada akiwa analia zake hapa. Baada hapo mshikaji Peter anakuja kumuuliza. Bidada anasema ndio hivyo Peter, yaani nilikuwa nampenda huyu mwanaume kumbe alitaka kunichezea tu. Mwamba akasema sikiliza, katika maisha haya usije kumwamini tena kumpenda mwanaume na ukamuweka moyoni. Sawa, nimekuelewa. Ndio hivyo. Basi mshikaji kamchukua na kampeleka nyumbani. Siku zikawa zinapita, mwingi Peter akawa anamchukua udada amfanyisha mazoezi ili kumweka kiakili sawa. Na mara baada ya kutoka hapo, si bidada alikuwa ni mtu sana wa kusoma ili aweze kupoteza mawazo ya mapenzi. Sasa leo mapema kaji Peter amekuja kumtembelea bidada, lakini amemkuta rafiki yake Tony. Bidada ametokea nyuma akamtekenya. Ndio huyu hapa nilikuwa namuulizia. Sasa nimeambia na rafiki yako kwamba haupo. Kumbe upo Basi bidada akasema sawa, karibu ndani. Unajua kuna sehemu nilikuwa. Haya, basi wakaingia humo ndani. Walivyofika humo ndani, kaji Peter akaanza kueleza hisia zake kwamba anataka muoe udada. Ni bidada akawa anacheka tu akasema kama uko tayari sawa, Mr. Handsome. Unajua pia wewe ni handsome. Ila mwamba akawa anasema mimi sio handsome. Nashukuru dadangu. Basi vikawa vicheko tu. Mshikaja akatoa hisia zake kwa bidada hapo. Bidada akamkubalia. Wakatoka pembeni kwenda kuzungumza. Bidada akawa anaogopa kumkubalia huyo mshikaji. Akamwambia naogopa atakumpa namba yangu ya simu, huenda ndo wale. Lakini hapa Tony akasema kwamba hebu mpende tu, maana huyu unaonekana ni mwanaume mzuri. Hivyo Esther anakubali kumpenda mshikaji Peter. Siku zinazidi kupita na tunaona washikaji wametoka pamoja hapa usiku. Tayari hapa mshikaji anaahidi kufunga ndoa na huyu dada. Na dada anakubali, anaomba kwa Mungu, anasema nashukuru sana Peter, lakini nakuomba usije ukafanya mambo ya kipuuzi ukaniacha, sawa? Jamani, Peter hawezi kukuacha kama wanaume wengine. Sawa, huyu kaka anaonekana mzuri. Ni mzuri. Sasa muda huo wanazungumza, huyu jamaa akawaona. Mwamba anagundua kwamba ipisi ni ya mtu tena. Oya, ipisi haina shobo naye tena. Mwangalia tu kisha Mwamba kaondoka zake. Mwacha aondoke, mimi simtaki huyo. Sasa hivi niko na Peter, kwa hiyo Peter atanioa. Vikawa vicheko tu. Tunatupwa miezi kadhaa hivi mbele. Tunamwona hapa Peter pamoja na udada wa kumuitaga Udala bwana leo amekuja pewa zawadi na mshikaji Peter hapa. Peter anafungua kuta imeandikwa be my girlfriend. I say hii zawadi ni nzuri sana. Hivyo hawa wanakuwa ni wapenzi kuanzia sasa, watafunga ndoa. Na huu ndio unakuwa mwisho wa picha yetu. Sina cha ziada zaidi ya kuambia asante kwa kuwa nami toka mwanzo mpaka
mwisho. Tukutane kwenye comment hapo. Umetutazama toka mwanzo mpaka mwisho ukiwa unatokea eneo gani au mkoa gani au nchi gani? Dondosha comment hapo. Next review tutapita nazo. Tutasoma kila comment next review. Mimi naitwa Tela Story E9 ambaye nimekusogezea mzigo huu mtamu. Tukutane next review. Cha